zamani nilivyokuwa nanyi. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu, naomba mnisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu, naomba mnisamehe. Niliyoyatenda kwenu ni mengi, sasa yatosha. Hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Niliyoyatenda kwenu ni mengi, sasa yatosha. Hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu, naomba mnisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu, naomba mnisamehe. Naomba mnikumbuke kwa mema niliyowatendea. Msinikumbuke kwa mabaya, wapendwa, chini ya jua sote ni wakosaji. Naomba mnikumbuke kwa mema niliyowatendea. Msinikumbuke kwa mabaya, wapendwa, chini ya jua sote ni wakosaji. Alikuja kwa walio wake, walimkataa. Israeli, taifa teule, walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita. Wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita. Wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Wagonjwa aliwaponya, na wafu walifufua Bwana. Wagonjwa aliwaponya, na wafu walifufua Bwana. Yote hayo hawakutambua kuwa ni mema kwao. Alikuja kwa walio wake, walimkataa. Israeli, taifa teule, walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita. Wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita. Wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Wagonjwa aliwaponya, na wafu walifufua Bwana. Wagonjwa aliwaponya, na wafu walifufua Bwana. Yote hayo hawakutambua kuwa ni mema kwao. Yote hayo hawakutambua kuwa ni mema kwao. Wema uozi wanadamu, tuwe wenye kushukuru. Alivyojitoa Yesu, nani angeweza? Wema uozi wanadamu, tuwe wenye kushukuru. Alivyojitoa Yesu, nani angeweza? Tuwe wenye kushukuru, wapendwa.
kushukuru wapendwa. Tuwe wenye kushukuru. Wenye kushukuru wapendwa. kufa atakuwa naishi, naye kila aishaye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Yohana sura 11 mstari wa 25-26. Maana mateso yetu ni nyepesi iliyo ya muda kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele unaozidi kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele na milele. Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 17 hadi 18. Tuombe. Mungu aishaye milele, Baba yetu, kwako tulipotoka na kwako tutarudi. Utupatie ufadhili wa kushikamana nasi kwa wakati huu safarini hapa duniani. Utufariji kwa kutukumbusha na Roho wako Mtakatifu kwamba yule tunayefuata, yule Yesu, ameshinda mauti akiishi milele. Utuwezeshe kutazama maisha ya hapa duniani tukiyapima katika nuru ya milele, na roho zetu zitulie na macho yetu yaone wazi. Kwa Kristo tunaomba. Amen. Amen.
kwa hiki kipindi cha kwaya, watu wa jamaa waje wachukuliwe picha. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu naitwa Viane Masa, kwa sababu nina watoto mapacha wabembe, mnajua. Nipo hapa, mimi ninayo furaha kubwa sana, japokuwa wengine mnahuzunika. Furaha nilionayo ni kwa sababu mzee huu amepumzika salama. Wengi hamjui, ila mimi ninajua. Mzee alivyotoka katika nchi ya tatu alifikia mikononi mwangu. Mzee nilimuuguza, sisemi mwanzoni, nilimuuguza tangu alivyofika nchini Burundi. Mimi najua mateso yake, na ndio maana nasema amepumzika. Mzee nimempokea katika nyumba alipofikia, nikampokea vizuri. Mzee akaishi vizuri, lakini hali yake haikuwa nzuri. Siku ya kwanza tunakwenda kwenye hospital nikiwa na kijana wake, mtoto wake. Lugha ilikuwa ikiwasumbua. Lakini nilivyofika pale, tukafanya huduma faster, tukapokelewa, nikaonana na daktari. Daktari akatuagiza kufanya vipimo. Tukafanya vipimo. Na baada tulipopata vipimo vile, tukajua hali ya mzee ipo juu. Tulificha ugonjwa, lakini tulikuwa tunajua kwamba mzee hali yake iko vipi. Daktari akatuuliza, hamjapita kwenye hospitali nyingine? Tukamficha. Lakini alivyoangalia hapa, kuna kitu alikuwa amebandika kwa ajili ya maumivu mengi. Lakini tukabisha ili tujue, tuhakikishe, tuangalie kama madaktari ni kitu kimoja. Daktari akaniuliza, nasikia Kirundi? Nikasema hapana, ni kidogo kidogo. Ikabidi tuongee taratibu ili mzee tumuongezee siku za kuishi,
tusimkatishe tamaa ya kuishi. Tukajua mzee ana ugonjwa mgumu sana, ugonjwa mkali sana. Lakini nilizidi kumfariji mzee. Amefunga miezi miwili Burundi. Katika hiyo miezi nilikuwa nikitoka nyumbani asubuhi nampeleka hospital, wanampunguza maji tumboni. Akitaka mboga ya majani nilikuwa nikishinda porini kutafuta majani ili msaidie. Alikuwa akipenda mboga za majani na samaki. Wengi hawanijui, lakini mzee alinijua sana. Siku hiyo nikishinda sijafika kwake, alikuwa akiuliza, mwanangu mmemfanya nini hadi asifike leo? Nambieni. Mzee apumzike. Niliongea naye mengi sana. Unajua ukimuuguza mtu lazima uongee naye mengi. Alinambia mengi kama mwanae. Mimi ni mwanaume, ninajua si nyingi. Mzee amepumzika. Mzee ilitakiwa pumzike na alifanya mengi mazuri. Mzee alivyokaribia kukata roho, nilipigiwa simu. Ilikuwa kwenye mida ya saa 5 na dakika 40. Kutoka kwangu kufika kwake ilikuwa ni saa 1. Sasa nikajiuliza nitafikaje kule. Nikampigia ndugu yangu mwingine, wahi mzee wetu anataka kutuaga. Alivyofika njiani baba kawa amekata roho. Kwa hiyo mzee, katika mengi tuliyozungumza, unajua Mungu akupokee vizuri huko mbinguni. Mzee alikuwa akipenda kuomba sana. Alikuwa anaomba kwa kibembe, lakini kibembe ninakisikia. Mungu ukanipokee. Mungu ninaumia, roho yangu inaumia, nisaidie. Alikuwa kinambia, mwanangu, nakosa nini nikufanyie? Ukuna jenga. Nilikuwa natamani nikakununulia simenti kwa sababu wewe uko nami kwenye haja. Kila haja nilikuwa nayo. Mnanisikia jamani? Ndugu, jamaa na marafiki hawakuwa wananijua. Absence ya Charles alikuwa ni mimi. Serikali kitaka kujua hapa kuna wageni nini, mimi ndio nilikuwa nikifika nasema huu ni baba yangu. Wengi wanajua ni baba yangu mzazi, lakini ninashukuru kwa sababu tumeachana vizuri. Kwa hiyo siwezi nikasema mengi. Tumeshirikiana vizuri na kijana wake kama ndugu wa damu na wengi kama wanavyojua. Kanisani tumeshirikiana vizuri na ndio maana nimekuja na vijana wengi katika vijana ninaowaongoza kanisani ili tuje kushiriki msiba wa ndugu zetu. Kwa hiyo asanteni sana, mzidi kufarijika. Mzee wetu amepumzika salama na Mungu akaipokee roho yake. Asanteni sana. Tumtukuze Mungu. Tukiwa na shida tunahitaji kumshukuru Mungu. Tuwe na furaha, tumshukuru Mungu. Bwana atukuzwe. Amen. Majina ya marehemu hapo tunayasoma, naitwa Laura Asongo Wabuolo. Hayo ndio majina yake. Alibatizwa mjini Kagunga, Burundi. Kibaya kwetu kinachotuponyoka ni kutokujua tariki na mwezi aliyobatizwa. Tunajaribu kuuliza huko, lakini nao wanasema tujue. Kironi kama hayo mkiwasikia, jamaa wameshakuyatumka na kuyasema wazi. Hayo ndio maisha yake ya kiroho. Maisha ya kimwili, wakati tulipokuwa tukianza kujenga nyumba yetu ya kituo hapo kwetu Choni, tulikuwa tumeisha tayarisha mazungumzo naye. Tukamwelezea hapo tuna kazi sana ya majengo ya nyumba ya kituo. Unasemaje kama vile wewe mtoto wa Ubembe, kama vile wewe mtoto wa Basimukuma, na hapo tuna kazi. Akasema nitajaribu kufanya kitu kimoja kule. Sijakitairisha, lakini nitafanya kitu kimoja kule kwa ajili ya ile nyumba yetu ya matibabu. Bahati mbaya magonjwa yanamshika. Tukasikia Laura amegonjwa. Tukasofika sana, tukaunungunika. Haya mahitaji yetu kwa ajili ya ndugu yatakuwaje? Chochote alikuwa kisha kutuagiza kama tutafanyizia, hatujui tutakipata namna gani. Bahati mbaya mauti yanakuja. Ni kama vile Wabembe wanakata hadithi.
una watamon naona utendera ino takula. Huzuni sana kwa sababu ya kupoteza ndugu huyo, kwa sababu alikuwa bado kututimizia kama vile tulivyoagana naye. Mungu ampumzishe mahali pazuri, amweke roho kuwa mzuri, na Bwana atusaidie katika yote kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Iwe Chironge. Nili mukanyamanga. Bano wambaki saka Burundi. Kwa. Nashukuru sana hawa vijana kutoka Burundi. Unamwona huyu kijana? Oh no. Kila saa nimu sangasa kabati no sa. Uli liingela no se kabati akangola njira bya uli. Bwana asifiwe. Amen. Onu kwamba kavu. Nimuwaza alikuwa ni mwana sikini tende basi. Dabili muonga wani polo. Sikini tende vile. Sikini se ele chevile. Olo numambaka. Na sikini no ninamle pa etobeni nile mo ocho. Sacho setilia. Abili mo pasi bana mkuu. Sacho seti amo tusangane deja nchile na bana mkuu. Tere chanene. Ero chile kabati no tushimu asimu njile ale no se. Ni ole mse alibili. Kuna mboba na ukimtima. Mungu atakulipa. Amen. Inanju ubani wewe. Akio kuchama dawa mietudu ka au ya tu farmasi la Burundi. Lakini mtema wake nilimbochwa ni sikini tende vile. Olo no kwamba Mungu atakulipa. Molora amba kwa chini suku no wetu shike ngebana parafanana na uno shike. 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 Nile abe aini mona fasi ya sona sana. Ono shimubaya ne ebe o. Ana tenda bana bose bashimubakime bashimubako basana kuliko ine. Ono ani mu. Muche wale tata wane mani maishi. Jabu njilo malwachi au njana malwachi. Omyechebera mupasoro malabe. Ana bole ine wane mtona. Nilu shukuru mangala buchile ubini. Kuliko biyo chikibwa obolaya. Lambo ocho ono ni ambo mona yobe maiti. Ni lambo la kana na obe bwana mkuu. Tailo njaola no. Wani mo. Lakini ushuru mulo usuku. Apikela nenwe na achwa. Nisimu jita idini olola ni moro bole ne. Na mona isi alokelo tangole. La shuchile. Ngena tenda no amne molo shikanjaka. Man. Shike. Babo bana. Petabile. Le ni moli la man. Kino ani mpo. Watele chekoni na. Ono ma alo kutoa mtema mane maboko ndayo sele simobo meze ile shabana kwa natende ende make mango makana ale wa tabishi mwezi ka
Ya onda mu, ya onda langa bisenge tapi ki onda mu. Lola we kumiko. Sikia maandiko matakatifu kwa watu wawili ambao tumeisha hapa. Mtu wa kwanza atasoma Zaburi na mtu wa pili atasoma Yohana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kimefurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Amen. Mstari wa 1 hadi 6 wanasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, na mwamini Mungu, niaminini nami. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako
mwajua njia. Tomaso akamwambia, nasi twajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amen. Amen. Mkubwa ya neno letu la leo, wokovu 86 katika nyimbo za wokovu. Tutaona furaha mbinguni, ni makao ya watu wa heri. Tutakuwa pamoja na Mungu na kusifu Mwokozi wetu. Tutafurahi na tutaamuru uko juu kwake Mungu. Tutafurahi na tutaamuru siku tutakapofika. Mara nyingi furaha yangu kama machozi machungu, walakini hazitakuwa sikitiko na shida. Tutafurahi na nguvu ya kulitoa, na wale wasikilizaji wetu wapate kutusikiliza. Naomba ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tutasoma katika kitabu cha Injili, kitabu cha Ufunuo sura 14. Andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Bwana, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatafuatana nao. Bwana asifiwe. Amen. Siku hizi kama tunavyojihisi au kuishi kwa wakati huo, watu wengi wanapopata shida wanasema tujulishe watu walio Ulaya, na wale ambao hawana watu wa Ulaya wanaongeza kusema neno lingine, wanasema muko sawa ninyi walio na watu katika nchi ya Ulaya. Wanapinduana maneno. Wamoja wanasema siku hizi wakipata shida, mmeshaambia wa Ulaya? Bado tutawaambia. Na wale wanaowasikia wanasema muko waheri ninyi walio na watu huko Ulaya. Hatutakawia, lakini utusikilize kwa machache. Nilisema kama wimbo umechukua sehemu kubwa ya mafundisho yetu, na neno ambalo tunataka kusema ni waheri. Pia wengine siku hizi wanasema kama waheri ni wale ambao wako na watoto wenye vyeo vikubwa, wenye kutumika katika serikali. Wengine wanasema waheri ni wale wenye kuzaa watoto wengi. Lakini tukiangalia sura hii ambao tumesoma hapa, inafanya mabadiliko. Hapa tumesoma waheri ni wale wanaokufa katika Bwana. Waheri ni wale wanaokufa katika Bwana. Hata tukiwa katika imani tunalia machozi kama wenzetu wanavyolia hapa, lakini ukuje kumwambia ingawaje tuko katika imani, ninafurahi kwa sababu ndugu yako amekufa katika Bwana, atakusikia vibaya. Ataona unafanya contraire kwa sababu alikuwa angali na haja ya kuishi naye kimwili. Bwana atuhurumie. Na kwa leo tutasikia maneno
matano ambayo kwanza ni waheri wanaokufa katika Bwana, na la pili ni wasio waheri wale wanaokufa pasipo Bwana. Waliokufa katika Bwana, Biblia inasema kama wanapumzika. Tukitazama historia ya ndugu yetu Sauli, wakati Mungu alipomwambia kama ufalme wake unakaribia kufa, alifadhaika sana, alisononeka sana, na akaanza kutafuta njia ya kurudisha ufalme wake. Wakati alipoenda kwa aguzi wafumu, pale alienda kukutana mlozi moja katika nchi ya Edori. Alikuwa akifufua, kuongea na wafu. Na wakati alipogusa kaburi ya Samueli alikuwa katika pumziko, lakini alitaka kumfundisha kitu kimoja. Samueli alifufuka katika pumziko yake na kuja kuanza kuamakia mfalme Sauli, kwa sababu anamtingizisha katika pumziko yake. Aliamakia Sauli na baadaye tena akashuka. Hiyo inaonyesha kwamba wanaokufa katika Kristo, wanaokufa katika Mungu, wanaokufa katika Bwana wanapumzika. Lakini sisi Wabembe hatujue ile. Sisi Wabembe tunajua ufufuko, kwa sababu wakati tunaenda kuzika mtu, mara moja jioni tunaanza kuogopa. Hatuweze kutembea nje ya mwingine, kwa sababu wanaogopa nini? Wanaogopa yule mtu aliyekufa. Hiyo sisi Wabembe tunajua kama tukizika mtu hafi, lakini ana uhai. Hiyo inaonyesha ya kwamba sisi tunapaswa kujua kama waheri ni wale wanaokufa katika Bwana, kwa sababu watapumzika kiisha kupata taabu zao. Huyu ndugu yetu aliyefariki hapa pale Nyarugusu alikuwa jirani yangu. Alianza taabu zake hapo. Tulimuona akitembea kwenye mti. Alikuwa anakosa kuona. Alikuwa kama vile kipofu. Akaishi katika hali hiyo chini ya nyumba ambayo tulikuwa tunapewa na UNHCR. Tulimuona ndugu yetu Msimukuma pale haoni, na anaishi mpaka leo katika taabu. Na kwa leo tunaona amekufa na magonjwa mengine pembeni ya ile upofu. Lakini kwa leo hivi tunaona anapumzika, anaacha zile taabu za magonjwa iliyompata, anapumzika. Bwana atukuzwe. Biblia inatuambia heri wafu wafao katika Bwana, kwa sababu wanapumzika baada ya taabu zao. Neno letu la pili linatuambia wanaokufa katika Bwana wana matumaini ya kuishi tena. Bwana asifiwe. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo 27 na 52, hapo tunaona kazi ya Yesu ambayo ameenda kufanya huko kuzimu. Wakati alikuwa muda wa siku